Tumekuwa na mfululizo wa somo linaitwa Near Success Syndrome, yani ile hali ya kukaribia karibu na mafanikio alafu mafanikio hayatokei. Bwana Yesu asifiwe. Na nikakuagiza kama we ni mtii uende nyumbani ukaombe. Maana ukishafunuliwa ufunuo unakuja na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe utaenda kutumia hayo mafuta nyumbani kuondoa hizo dalili. Maana imetokea kwa watu wengi ambao wanamcha Mungu kweli kweli, lakini kuna mafanikio fulani yakitaka kutokea, kuna hali zinawakuta kwenye maisha, zinawatoa kwenye mstari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo naendelea leo na somo la Near Success Syndrome, hali ya kukaribia kufanikiwa ama ishara za kukaribia kufanikiwa lakini hazitokei. Ila leo tutakuwa kipengele cha the missing donkey, punda waliopotea. Kuna mtu alipoteza punda anaitwa Kishi, lakini watoto walivyoenda kumtafuta punda wakakutana na ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna muda Mungu akitaka kuzaa ukuu ndani ya mtu, kuna vitu ambavyo vinamfanya yule mtu anakuwa comfortable anaviondoa. Bwana Yesu asifiwe. Usishangae Mungu akamuondoa mtu unayemtegemea sana, wakati unatafuta comfort nyingine huko mbele, Mungu akakuletea ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ulikuwa hauconnect na Mungu, wala hauoni baraka, wala hauoni furaha kwenye maisha pasipo wao, na ghafla ukashangaa wakaondoka, ukamtafsiri Mungu kama anakuchukia. Sio chuki. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hajakuonyesha chuki alipowaondoa hao watu. Kaka Watson, tuko wote? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea Near Success Syndrome, andika punda waliopotea ama the missing donkey. Alafu wakati mtumishi anafundisha, moyo wako unatakiwa ukumbuke sasa ni punda wapi waliopotea. Mwenzako Sauli na Kishi baba yake walipopoteza punda hawakuacha kuwatafuta. Lakini sisi wengi tukipoteza punda wetu tunasema tunamwachia Mungu. Usimwachie Mungu kitu alichokuachia. Bwana Yesu asifiwe. Usimwachie Mungu assignment aliyokuachia. Punda walipotafutwa, kabla ya kupatikana walirudi nyumbani wenyewe, lakini aliyekwenda kuwatafuta alifungua mlango wa ufalme kwenye maisha yake. Alipofika kwa nabii, nabii akamwambia, punda uliokuwa unawawaza wameshapatikana. Biashara unayoiwaza na yenyewe pia Mungu anatamani sana ikawe kwako. Lakini wakati biashara haiendi vizuri ni wakati wa kumtafuta Mungu, kwa sababu zaidi ya biashara kuna kusudi la Mungu ndani ya biashara yako. Na ndio maana kuna kipindi biashara inaweza isiende vizuri, kumbe ni punda wamepotea. Mungu anakuambia nenda kwa nabii Shilo, alafu utakapokuwa kule Shilo Mungu atakutana na wewe. Watakatifu, kama biashara yako, nasikia kwa Mungu sana mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama biashara yako imebeba kusudi la Mungu ndani, hautaifanya biashara kama biashara. Lazima biashara yako iwe na roho nyuma yake. Roho ya biashara haikai kwenye kipodozi. Roho ya biashara inakaa ndani ya mfanyabiashara. Roho ya hiyo biashara ndio inayokufanya hata watu wakikukatisha tamaa, we bado unawaambia watu kwamba mimi naamini hii biashara ndio itanitoa. Kwa sababu ndani yako unachemka nguvu ya hiyo biashara. Hata kama nje haijazaa matunda, lakini ndani ninajua kwamba I know deep inside this business carries the foundation of my success. Kwa hiyo nyinyi semeni mtakavyosema, lakini mimi najua biashara ya chakula ndio itakayoniinua. Lakini ukiangalia chakula kipindi hicho hakitoki. Ukiangalia mazingira kipindi hicho yanakukataa, ila ndani yako nafsi inachemka biashara ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Kishi alienda kutafuta punda wa baba yake kwa sababu wale punda walikuwa na thamani kwa baba yake, ndio walikuwa kila kitu. Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Alitumwa na Kishi baba yake kwenda kutafuta wale punda kwa sababu wale punda they were everything in his life. Kuna muda Mungu atakuacha ukitegemea kidogo, na kile kidogo akikiondoa anajua utarudi kukitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Utarudi kukitafuta na kule mbele utakutana na mafuta yako. Kwa hiyo leo najua kuna mtu ana missing donkey wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine missing donkey wao ni ndoa, na wanamuomba Mungu ndoa, lakini kumbe ndani ya ile ndoa unayomuomba Mungu mbele kule ndio kuna mafuta yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mafuta mbele kwa yule nabii. Utakapofika pale Shilo utapakwa yale mafuta, alafu utakaporudi na ufalme, punda hawatakuwa tena kitu kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikaa chini kumwomba Mungu visa. Mungu hakuwapa visa kwa wakati, aliwapa roho ya maombi.
akawamiminia roho ya kuomba, wakawa na roho ya maombi, wakawaepusha wenzao na ajali kwanza, wakawaepusha ndugu zao na mabaya, wakaomba kipindi kirefu sana, alafu wakapata visa. Walipopata visa, kusafiri tena hakukuwa leisure, kulikuwa huduma. Kwa hiyo alipokuwa akiomba visa ya Canada, Mungu alimzuia, sio kwa sababu Mungu hakutaka aende Canada. Alitaka aende Canada na a certain mantle, certain grace. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Wafalme wa kwanza sura ya 9. Kitabu cha Wafalme sura ya kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya 9. Samahani. Wafalme wa kwanza sura ya 9. Nitasoma mstari wa 3 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Na punda wa Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, chukua mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawafuate punda hao. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya kwenda kuutafuta ufalme baba yake kaianzisha kwa kitu cha baba yake. Yesu asifiwe. Kuna assignment unazikuta kuna wengine wazifanya zikawashinda, na namna ambavyo wanakufanya wewe uncomfortable, unahisi wanakuchukia, lakini ni kwa sababu kile ambacho alitakiwa akifanye wewe kimehamia kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, nataka Mungu akueleweshe kwamba sio kila kinachoondoka kwenye maisha yako ni pigo kutoka kwa Mungu. Sio kila ambacho unakipoteza ni Mungu amekuadhibu. Kuna vitu Mungu anakuondolea ili akufungulie jicho lako la kiroho. Kuna watu Mungu anaondoa kwenye maisha yako ili ujue kwamba bila wao bado unaweza kula na ukaishi na ukawa na roof over your head. You once thought they were the roof over your head, but they were not. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kila siku alipokuwekea roof juu yako, uliwatazamia wao, na Mungu akachukia kwa sababu haukumpa yeye utukufu, akawaondoa na ukaumia, lakini haukufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo katika maisha yako yatakuumiza, lakini yatakutoa nyumbani kwa Kishi, yatakupeleka kwenda kutafuta ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Nenda leo katika diary yako kaandika, my missing donkey is so and so. My missing donkey is my business. Nilivyoianza sikutegemea itafika hivi. Kuna kipindi biashara zitaanza mpaka utazani wewe na Mungu ni ndugu, na kuna kipindi biashara itafika mpaka utahisi kwamba umeikosea hiyo biashara. Kuna vitu vitafika hatua mpaka utawaza kwamba unawasindikiza wengine katika maisha, utahisi kwamba unasindikiza wengine katika safari zao za mafanikio, lakini kiuhalisia Mungu anasema na maisha yako, kuna certain grace ukibeba lazima utalipa gharama ya machozi mengi. Kuna certain grace ukibeba lazima utafiri na watu hawatakuelewa. You will have scarce resources. Everyone that God wants to bless, he teaches management. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote Mungu anayetaka kumbariki, na ukiona umefikia hatua unaanza kufundishwa discipline ya management, ujue umekaribia kuzifikia baraka zako. Pokea hiyo discipline kwa jina la Yesu. Pokea hiyo discipline kwa jina la Yesu. Kuna discipline inaanza kujengeka ndani yako. Hakitoki kitu, hakiingii kitu hujaandika. Unajua kila kilichoingia na kila kilichotoka na kila kinachoendelea. Ujue kabisa your blessings are very close. Bwana Yesu asifiwe. Mungu uko makini sana na vitu anavyowapa watu wake, kwa sababu Mungu sio mtapanya mali. Mungu anapompa mtu kitu anakuwa na mahesabu juu ya kile kitu, na ndio maana Biblia inasema to whom much is given, much is expected. Aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Ogopa kupewa vingi alafu ukapoteza na bado mdeni akakudai. Umekuja kwangu umekopa laki, alafu umekwenda umeitapanya, lakini uliniahidi utakuja kunirudishia na marejesho. Alafu siku ya marejesho ukaja kwangu nikakuuliza, dada fulani, where is my money? Alafu usigive count. Lazima you will be held accountable. You will be held accountable kwa sababu it is something tulikaa tukaongea kwamba utarejesha. Baraka yoyote Mungu anayokupa anategemea multiplication. Ukuu wote Mungu anaokupa, kuna features ziliongelewa juu ya Sauli. Biblia ikaonyesha kabisa kwamba hata wakati hajajijua, hata kabla ya wana wa Israeli hawajaomba mfalme, Mungu alishamwandaa kuwa mfalme. Biblia inasema katika ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kabila la Benjamini lilipitia matatizo, walikufa wanaume wengi sana. Kwa hiyo tayari ilikuwa ni kabila ambalo limepunguka wanaume. Lakini pia ukoo aliotoka Sauli ulikuwa ni ukoo hafifu sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu katika huo ukoo hafifu, Biblia inasema Kishi alikuwa shujaa.
Sauli pia alikuwa shujaa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo pamoja na kuwa na features ambazo watu hawakuziona, haimaanishi kwamba Mungu hajazichagua. Mungu alishakuchagua hata kama watu hawajakuona. Lakini ndani yako utakuja kugundua kwamba Mungu alinichagua kwa sababu kuna kipindi ataanza kuvileta vitu pamoja na utaviona vinapeana maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. The time of searching for the missing donkey ni wakati ambao Mungu anatamani sana ukamfuate yeye kuliko kufuata watu. Maana watu watakwambia maneno mengi sana ya kukurudisha nyuma. Wengi watakwambia don't go for the donkey, relax. Umepoteza hichi kwa sababu Mungu ameamua. Watu wangapi mmepoteza biashara zenu na mmezifunga? Bwana Yesu asifiwe. Watu wangapi mmepoteza vitu vyenu na mmeacha kabisa. Hamjaendelea kuifanya kwa sababu unajua kuipoteza ilikuwa ni makusudi ya Mungu. Ni Mungu gani anayembariki mtu alafu anaiondoa baraka baadaye? Sio Mungu. Maombolezo 3:33 anasema moyo wake hapendi kumtesa mwanadamu wala kumhuzunisha. Huzuni ikizidi zaidi ya mwaka, hiyo huzuni haikutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huzuni inayojirudia, near success syndrome is not a punishment from God, people of God. Narudia, nasema near success syndrome is not a punishment from God. Mungu hamwadhibu mtu wakati anabarikiwa. Sasa huyo atakuwa sio Mungu. Bwana Yesu hawezi kukuadhibu wakati unabarikiwa, wakati yeye ndio mtu wa baraka. Maana yake kila unapobarikiwa, nikwambie kwa wewe ambaye hujafahamu, kila unapotaka kubarikiwa ulimwengu wa roho unaachiaga ishara. Ishara inayoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho ikiangaliwa na watu walio rohoni wanajua hii ishara ni ya fulani. Kwa hiyo usishangae wiki ambazo unakaribia kufanya vitu vya maana hata usingizi haupati. Haupati usingizi haimaanishi Mungu amekunyima kulala. Mungu anakupa muda wa kutafakari kwa sababu that's the only time unapataka utulivu, ni usiku. Kwa hiyo unashangaa baraka yako ikikaribia kuzaliwa ama maamuzi ambayo yamebeba hatima za watoto, hatima ya kesho yako, usingizi una extend kuja. Bwana Yesu apewe sifa. Badala kulala saa 5 saa 6 kama kawaida, wewe unajijua sasa hizi unavusha mpaka saa 9 na unaamka asubuhi mapema vizuri kama umelala. Hiyo ni moja ya ishara kwamba ulimwengu wa roho unaongea. Sijui unanielewa kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, unajua ukikosa usingizi muda mrefu unaanza kuwa na maumivu ya kichwa, si ndio? Lakini kunafikaga kipindi kwenye maisha unachelewa kulala na unawahi kuamka na upo sawa. Ujue hiyo ni taarifa katika ulimwengu wa roho kwamba kuna kitu kimeachiliwa, na hichi kitu kilichoachiliwa hakitaki usingizi. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe umelala kiasi gani mpaka leo? Jamani, ukilala masaa 8 mpaka unapofika miaka 70, kwenye maisha yako umelala miaka 25. Narudia, mtu ambaye analala masaa 8 kila siku ya maisha yake mpaka anapofika miaka 70, anakuwa, ukipiga hesabu, anakuwa amelala miaka 25. Inatosha. Bwana Yesu apewe sifa. Usingizi uliolala unatosha. If it is time to get busy, get busy. If it is time to build your future, to build your destiny, build your destiny. We as Christians, we lack information. Bwana Yesu asifiwe. Katika maeneo ambayo tumeitiwa tuna lack information. Ni kitu kizuri sana ukijaliwa kunena kwa lugha, lakini pia kinaweza kikawa kisiwe kizuri sana kama we ni mvivu. Kwa sababu kuna watu wamenena kwa lugha zaidi ya kutengeneza hoja kwenye ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukifika kwenye maombi na maumivu unasema mtumishi alisema ukinena kwa lugha unaijenga nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unaijenga nafsi masaa 5. Wewe nani unajenga nafsi kiasi hicho? Bwana Yesu asifiwe. Ukianza sheke tu rakatuta pa masaa 5. Biblia inasema nitaomba kwa roho, nitaomba kwa akili pia. Kuna wakati tukiomba kwa akili tunazaa imagination ambazo zimebeba kesho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati natengeneza hoja ndani ya maombi, ninaletewa maono kwamba kitu fulani kifanye hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna maono yanakuja kwa sababu tunaomba kwa roho na tunaomba kwa akili pia. Kwa hiyo unapoomba kwa roho usisahau kutumia na akili. Usisahau kuomba kwa akili. Kuomba kwa akili ni kuyachambua mambo kimkakati ndani mwa maombi ili Mungu awe held accountable kukujibu. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema nikumbushe na tuojiane, eleza shida yako upate kupewa haki yako. Shida Mungu anayoiongelea katika hilo andiko ni shida ambayo imekaa kisheria. Shida unayoipeleka kwa Mungu ambayo haiko law based, haijibiwi kwa sababu amesema eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mungu akiongelea haki kwenye Biblia anagusia sheria. Kwa hiyo unachokiomba kioanishe na sheria fulani ya kiroho ama kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Christians must have a certain principle.
as a Christian you must live your life with a certain principle. Lazima kuwe kuna kanuni inayogovern maisha yako, ndio utapata majibu. Bwana Yesu asifiwe. Principle kama kwamba kwa siku mimi lazima nisome sura 3, kwa siku lazima nisome kitabu fulani cha maarifa fulani, kwa siku lazima nitembelee wateja fulani. Bwana Yesu asifiwe. We don't treat customers equal, ndio? Wafanya biashara wateja wote wako sawa kwetu. Wangapi ambao wanasaidia maisha yako na unaombea kwa usawa ule ule kama watu wengine? Wangapi ambao unafanya nao biashara na wakija kwenye biashara yako unajua kabisa siku ya leo imebeba baraka? You don't practice the law of reciprocity. Hautumii hiyo sheria. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo lazima mwanadamu awe na sheria fulani. Kanuni ndio zilimfanya Yesu amshinde shetani siku alivyokuwa amefunga siku 40. Alitumia kanuni. Shetani aliongea kanuni na Yesu akaongea kanuni. Akamwambia kanuni ya maisha yangu mimi, hata nikiwa na njaa ninaweza kula neno, nisile mkate ambao umetengenezwa kwa dialogue na shetani. Kwa hiyo anamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu amuru jiwe kuwa mkate. Na anamwambia mtu ataishi kwa mkate peke yake. Mimi niko governed na sheria fulani ya kiroho ambayo inaitwa neno. Wewe endelea na mambo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kama hautakuwa na kanuni unaweza kuingiziwa kanuni yoyote. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Nisikilize Mkristo ambaye unanisikiliza online na uliopo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya dhambi ukamkosea Mungu, ukiomba toba unasamehewa pale pale. Lakini shida ni kwamba kiroho unakuwa umebadilisha frequency. Alafu frequency ya kiroho unayoibadilisha hairudi mara moja kwa sababu umesamehewa. Frequency unayoibadilisha itarudi kidogo kidogo kwa kadiri ya utakavyoonyesha umejutia ulichokosea. Kwa hiyo shetani anapoona kwamba umekaribia kwenye success yako, Bwana Yesu apewe sifa, anakuletea aina ya kosa la kifamilia, kosa ambalo wanafanyaga wengi. Ukikosea kitu cha kufanania vile, ukiomba msamaha unasamehewa, lakini frequency ya kiroho inabadilika. Maana yake adui anakuwa na uhalali wa kuzuia eneo fulani. Ndio tunachoita near success syndrome. Kwamba ukikaribia kufanikiwa unajikuta umegombana na mwenza wa maisha. Ukikaribia kufanikiwa unajikuta umegombana na watu wako wanaokufanyia kazi, wanaacha kazi. Ghafla wakati wewe umeshapata utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mtakuwa mnajua hicho. Kuna kipindi unapata utulivu afu mtu msaidizi wako wa kazi anaondoka ghafla. Umeona hiyo hali? Anaondoka ghafla wakati umeshaanza kupata utulivu. Ukikaa kwenye biashara unaseto. Hichi kinachomuondoa ni kitu cha kimwili, kimeshajirudia mara 3. Sio kitu cha kawaida. Bwana Yesu sifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wasaidizi wako unatakiwa kuweka mbele za Mungu. Unatakiwa kuiweka nafasi, sio msaidizi. Ile nafasi inatolewa sadaka na inaombewa. Kwamba atakayekalia nafasi ya msaidizi wangu atakuwa kama mwanangu. Yaani anapokuja kwangu akiniangalia akaone figa aliyokuwa akiiomba muda wote huko kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nakuwa tulikuwa na msaidizi wa kazi ambaye alikaa toka nazaliwa mpaka karibia anakuja kuwa mtu mkubwa kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Alikaa muda mrefu sana. Lakini unafuatilia historia yake huko nyuma, nikuja kuambiwa kwamba alitokana na yale machafuko yaliyotokea Rwanda. Kipindi kile cha genocide. Kwa walipotoka kwenye genocide wakapita wakaja Kagera, wakasogea wakaja huko. Kwa hiyo perhaps ilikuwa ni kama mtu ambaye labda hakuwa na pengine pa kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kanisa unanielewa? God is good all the time. Ziombee nafasi za wasaidizi wa kazi kabla hawajaja, au kama wapo ombe zile nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza 9:4. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 4. Nitasoma kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Naye akapita katika nchi ya milima ya Ephraim, akapita katika nchi ya Shalisha, hakuwaona. Kisha wakapita katika nchi ya Shalimu, wala huko hawakuwaona. Wakapita katika nchi ya Benyamini, lakini hawakuwapata. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuonyesha kwamba baada ya wale punda kupotea, hakuseto, alianza kuwatafuta. Alipita nchi zaidi ya moja. Tumeokoka wengi tunaomba humu ndani, na utakutaga Wakristo wengi wanaomba Mungu nipeleke nje ya nchi. Utaki kupatafuta passport. Bwana Yesu asifiwe. Naongea kwa heshima zote. Ndugu zetu wazebu fulani wamekaa airport. Si umeona hiyo video? Wamekaa airport, hawana passport, hawana visa. Wanasema Bwana amewatuma wapi? Nje kwenda kuhubiri. Bwana akikutuma nje kuhubiri, Bwana anasema ziheshimuni kanuni na sheria zilizowekwa na wakuu.
Amina. Kwa hiyo usiwe rohoni kuliko Mungu aliyekutuma. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uliokoka, tembea katika mwenendo wa maarifa, kwamba vitu vingi viwe tayari kwenye maisha yako. Kapu lako, kikombe chako nini? Yule mwanamke alikuwa na nini nyumbani? Alikuwa na chupa ya mafuta. Chupa yako ya mafuta iwe tayari. Kwa hiyo safari ikitokea inakuta chupa ya mafuta tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu humu wameokoka na wanaomba kweli, lakini wameniahidi toka miaka 3 iliyopita, tumishi, nitatafuta passport. Yaani unaona wiki ijayo nitatafuta passport, nitaanza driving. Mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe. Nenda sasa hizi katafutia hao punda waliopotea. Katika kutafuta hao punda utakutana na mafuta ya kifalme kwa jina la Yesu. Nasema nenda sasa hizi kaanze kutumia muda wako kufanya evaluation, nini kinatengeneza maisha yako zamani na sasa hizi yakipo. Na vikiletwa hapo, can you recognize them? Do you recognize the things you have lost? If you don't recognize the things you have lost, restoration does not have any meaning. Narudia, nasema usipotambua vitu ulivyopotea, urejesho hauna maana. Wengi tunaomba urejesho, lakini vitu tunavyodhani tumevipoteza vipo ndani yetu, ila tumeshindwa kuviactivate. Kanisa, mnaelewa? Kuna watu wapo hapa wanamuomba Mungu urejesho wa roho za utajiri zilizopotea. Kiukweli hujapoteza roho ya utajiri. Ukweli ni kwamba roho ya utajiri iko ndani yako, but you have not activated it. Kwa hiyo ukishiriki maombi ya restoration wakati unatafikiwa maombi ya activation, Bwana Yesu asifiwe, hujaomba maombi sahihi. Now you are supposed to activate a certain gift. You are claiming to restore. Your gift is not lost, it is dormant. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi yako inataka kuwa activated, na zawadi tunaziactivate kupitia taarifa. How much information do you get per day? Kanisa, injili inaeleweka? God is good. Namuombea mtu utulivu kwa jina la Yesu. Naomba Mungu akakupe utulivu, ukaviwaze vitu vyako kwa jina la Yesu. Ukajue ni kipi kinahitaji restoration, ni kipi kinahitaji activation. I just need to activate. There's a certain gift. Nasema kwa watu kama manabii, labda kama upo hapa una roho ya kinabii, unaweza kuwa na macho ya kiroho na hayaoni. Macho yako yanahitaji kuwa activated, sio kuwa restored. Kwa hiyo unaweza kuwa kwenye maombi, Baba activate my eyes, na Mungu restore my eyes, na Mungu anakuambia, mwanangu, your eyes are not stolen, your eyes are blocked, your eyes are dormant, you don't see. Nenda katika maombi ya kuactivate, and when you pray unashangaa Mungu anaanza kuleta taarifa ya jinsi ya kukitunza atakapokirudisha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa popote anapokwenda kuhubiri, watu wanajaa mpaka wanakanyagana, lakini alipokamatwa siku moja alibaki Petro peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hata huyo Petro akamkana, lakini baada ya kufufuka wale watu wakavuviwa nguvu, wakaanza kumhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Listen, followers walikuwa wanapata blessings, miracles, signs and wonders, lakini mitume walikuwa transformed. Mitume walikuwa kwenye darasa la maturity. When you are in the class of transformation, you don't give up. But when you are in the class of only blessings, signs and wonders, ukipitia mitikisiko, you will give up. Kwa hiyo kilichowafanya mitume waendelee kukaa chini ya Yesu, hata baada ya kufa waliendelea kukaa chini yake na kufuata instructions zake, they were transformed kutokana na kuishi naye. Lakini watu wengi waliomfuata mpaka wakakanyagana, mitume wakaanza kuhubiri kwa upya, kwa sababu they were only after blessings. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi, hakikisha unawatransform watoto wako. You don't only bless them. Wazazi wengi mmewabariki tu watoto wenu na leo wamekuwa hectic, wamekuwa headache kubwa sana. Umekuwa tu ukiwabariki, but do you have classes of maturity, classes of transformation? Kuna kipindi ambacho unakaa na mtoto, akishaanza kuelewa vitu usimwache akaeleweshwa na watu wengine. Hakikisha una muda wa kumwelewesha. Nashukuru Mungu kuna karoka anatembea. Unajua wa Tanzania tunaenda kwa mikumbo. Bwana Yesu ape sifa. Watu wengi Tanzania wanaenda kwa mikumbo. Sasa hizi kuna karoka kuwasaidia watoto homework, kwamba niko na Jaden, Bwana Yesu asifiwe, yeye anamfanyia homework. Hiyo ni nzuri, Bwana Yesu ape sifa. Lakini zaidi hapo, hakikisha unawatransform, at least wawe kitu ambacho wewe umeshindwa kuwa. At least wakipate kitu ulichochelewa kukifahamu, wao wakakifahamu mapema. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Umeshawahi kupitia magumu ukasema, hapa baba yangu angeshalifanyia kazi ili mapema, mimi singekuwa hivi? Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times.
Kuna kipindi tunatembeaga hapo na rafiki yangu Posta, tunaambiana kipindi cha Uhuru hicho mzee fulani na mzee fulani waliwahi viwanja Posta. Bwana Yesu asifiwe. Waliwahi viwanja Posta. Mzee wetu kawahi kiwanja huku. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiana mzee fulani kawahi kiwanja Posta, mzee wetu kaja huku Machakani. Asa wewe hichi kiwanja alikuwa Bwana Yesu asifiwe. Hichi kiwanja kakinunua miaka hiyo miaka alikuwa pana Simba hapa. Sinza alikuwa pana Simba miaka ya 80. Tunasema haya bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Hakikisha watoto wako wasipitie majuto unayopitia leo. Hakikisha ulivyodanganywa wewe ukaviamini kwa muda mrefu sana, watoto wako hawadanganywi. Bwana Yesu apewe sifa. People who go through a class of transformation, they don't give up. People who only go through, angalia wale watoto ambao ulikuwa nao wewe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, mnajua watoto ambao wengi tulikuwa tunaenda majumbani kwao kuangalia TV tulipokuwa wadogo. Leo wao hawana TV. Sasa sisi, Bwana Yesu asifiwe. Weka kidole hapa, sema sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hapa ambao tulikuwa tunakwenda kuangalia TV kwao, leo ndo tuna TV. Bwana Yesu apewe sifa. They were only blessed. They were never transformed na kupata conviction kutoka kwa wazazi wao juu ya vile vitu. Kwa hiyo hakukuwa na conviction. Ukirithi mali ya mtu, usiporithi conviction ya mtu, ile mali itakupotea tu. Conviction ndio urithi wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Conviction ndio urithi wa kwanza. Are your sons and daughters convicted of your God? Watoto wako wanamfahamu Mungu unayemfahamu kwa kiasi gani? Wanasikia taarifa za Mungu kwa kiasi gani? Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wako kila siku wakikuona una boil, Bwana Yesu apewe sifa, wao watakuwa watu wa kulia. Bwana Yesu. God is good. Wafalme wa kwanza sura ya 9 mstari wa 6. Tatembea na hii sura ya missing donkey, near success syndrome. Nachoongea hivi maana yake mzazi hapa, ukitoka kwenye haya maombi utaomba near success syndrome yote iliyokuwa kwenye maisha yangu isiyo kwa mtoto wangu. Yaani ile hali ya kukaribia kufanikiwa alafu hawafanikiwi, ambayo mimi nimepambana nayo miaka 4, watoto wangu watapambana nayo siku 4. Bwana Yesu asifiwe. Watapita kwenye hilo darasa ambalo mimi nimekaa miaka 10, watoto watavuka haraka kwa sababu there is a wisdom that transform men. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna hekima ambayo inamfanya mtu avuke sehemu ambapo wengine wanakwama miaka 5, yeye anavuka mwaka 1 kwa jina la Yesu. Pokea hiyo hekima kwa jina la Yesu. Pokea hiyo hekima kwa jina la Yesu. Watakatifu, Mungu akikwambia nimekupa hekima, shukuru. Mungu akikwambia nimekujalia hekima, hekima itakuvusha, hekima itakupigania. Hekima ni kama ngao katika vita. Hekima itakusaidia. Mtumishi wa Mungu Stefano, ilikuwa pasipo kuvamiwa kwa kusingiziwa, watu wasingempata, kwa sababu Biblia inasema watu hawakuweza kubishana na yule roho aliyekuwa anaongea naye. Maana yake unajua nini? Alikuwa sio mtu ambaye anaongea ili ajibu. Alikuwa ni mtu ambaye akisikia neno analichakata. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema yule roho aliyesema naye, maana yake kuna communion kati ya spirit of wisdom and mtumishi Stephen. Bwana Yesu asifiwe. Stefano alikuwa na communion na Mungu aliposemeshwa watu wa kumweza. Sinagogi, Biblia inasema sinagogi liloitwa la Mahuru, Matendo ya Mitume 9:6, lile 6:9. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wakakaa chini wakasema, asipouawa kwa kupigwa mawe, kwa kusingiziwa kwamba amemkufuru Mungu, hatutamweza. Bwana Yesu asifiwe. Receive wisdom in Jesus name. Pokea hekima kuifanya hiyo familia isimame kwa jina la Yesu. Pokea hekima kuifanya hiyo biashara isimame kwa jina la Yesu. Tunahitaji sana roho ya maombi, lakini tunahitaji sana roho ya hekima. Tunahitaji roho ya uelewa kwamba tukiamka kwenye maombi, tukiamka kwenye ndoto, tuna uwezo wa kutafsiri ndoto kasema hii ndoto imebeba jambo fulani. Receive wisdom in Jesus name. I receive wisdom in Jesus name. Pokea hekima, biashara zikafanikiwe. Mimi nikwambie, huu ni msimu Mungu anataka kuliheshimisha kanisa. Sijui kama unaelewa. Na kanisa ni mimi na wewe. Kanisa ni wewe pale kwenye biashara yako. Kanisa ni wewe pale kwenye huduma yako, kwenye kile unachokifanya. Mungu anataka kutuheshimisha. Ananiambia sasa hizi, pray for careers, pray for businesses. I pray for your business in Jesus name. I pray for your business in Jesus name. Biashara yako haitafeli kwa jina la Yesu. Kwa neno hilo Mungu analosema biashara yako haitafeli. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza sura ya 9 mstari wa 6. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu anaheshimiwa, yote asemayo hutukia hakika. Basi twende huko, labda yeye anaweza kutuambia kuhusu safari yetu tunayoiendea. Bwana Yesu asifiwe.
respecting the ministry of a priest. Amina. Respecting the ministry of a priest. Kwamba unapopoteza punda, ukisema uwatafute peke yako utashindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mshirikishe mtumishi wa Mungu, mshirikishe Mungu. Mshirikishe mtu ambaye Mungu anakaa ndani yake. Mfanyakazi wa Sauli anamwambia usikate tamaa wala usije ukaacha kutafuta punda. Walishaenda nchi 3. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema walipita mataifa, wakachoka kutafuta punda. Wakasema twende kwa mtumishi, watu wanamheshimu, alisemalo linatukia. Twende tukakae chini yake, tusikilize. Tutakaposikiliza tutawapata punda. Utashangaa kuna mtu kwenye ibada ya leo labda ndo alikuwa amekuja naye kutafuta punda, akaondoka na mafuta kwa jina la Yesu. Akaondoka na mafuta yake kwa jina la Yesu. Akaondoka na ile baraka, akaenda kumanifest the kingship. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia neno kingdom finances, maana yake kuna kingdom wanatakiwa kuifinance. Hiyo kingdom ni kingdom ya mfalme Mungu duniani ambaye ana wafalme wadogo chini, kings and priests, ambao ni mimi na wewe. Au wafalme wakiishi maisha duni, mfalme mkuu ndiye ambaye anajisikia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake God is concerned about your financial life. Amina. God is so concerned about your financial life. Anayajali sana maisha yako ya kiuchumi na anayafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Kunafikaga kipindi mpaka tunadhani hizi assignment ni za kwetu wenyewe kwa sababu tumepambana sana. Your assignment is not yours. You are a kingdom man, you are a kingdom woman. Wewe ni mwana wa ufalme ambaye Mungu anakufikiria. Nenda leo kamwambie Mungu kwenye maombi, I need you to bless your kingdom. Achilia mambo yako ambayo umeyawaza mbinguni yatokee kwenye ufalme wako. Nikimwambia hivyo naona mambo yanatokea kwa jina la Yesu. Nakwambia nikimwambia hivyo naona mambo yanatokea kwa jina la Yesu. Kwamba God, we are establishing your kingdom hapo. Kwenye ufalme wako mbinguni patakuwa na kituo hapo. Tutaona ishara na ajabu za Mungu kwa jina la Yesu. Mungu tuinulie watu, bariki ufalme wako, bariki kazi yako. Utashangaa baraka, utukufu, kila kitu kinashuka hapo. Ufalme wa Mungu unajengwa na nakwambia utajengwa kwa jina la Yesu. Utajengwa kwa establish la Yesu. God is good all the times. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Biblia inasema ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israel? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa kutoka katika mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the times. Nisikilize mtakatifu. Baada ya kutoka kutafuta punda, unachoenda kukutana nacho ni mafuta. Kwa hiyo usichoke kuendelea kupigana kwa ajili ya kile unachokiamini ndani kwamba this is what I am called to do. Kwa sababu siku utakutana na mafuta, wewe ndio deliverer wa hiyo familia. Wewe ndio deliverer wa hao watu. Usipoomba wewe vitu havitatokea. Don't you depend on someone else kwamba kuna mtu atainuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi tunachokaga kama watumishi, tunasema mimi nikilala huku nisipoomba kuna mtumishi mwingine anaomba. Hakuna mtumishi anayeomba. Mtumishi unayeomba ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeokoka miaka 3 kwenye familia yako, hakuna mwingine aliyefuata imani yako. Wokovu wako sio wokovu sahihi. Nakwambia ukweli. 3 years umekaa mbele za Mungu umeokoka. Lakini kwenye familia hata mtoto mdogo hajakufuata kwenda kanisani. Hata jirani hajakufuata kwenda kanisani. Waliokuzunguka, nataka nikwambie ufalme wa Mungu sio siri kama hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba umeokoka, lakini wanaojua umeokoka ni pale tu unapofika kanisani. Ukitoka hapo nje haujaokoka. You are not born again. Bwana Yesu asifiwe. You need to be born again mpaka familia ijue kwamba fulani ndio jibu. Ninakwambia hivi na kuchallenge, nenda kaombe mpaka watu watajua kabisa zaidi ya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kuona watu wameokoka miaka 5, likitokea tatizo akamwambia ngoja nikupe namba ya mchungaji wangu. Yuko fire huyo. Bwana Yesu asifiwe. Afu unanitumia message anambia mchungaji, ndio. Kuna mtu atakupigia na sauti ya kukwaruza mdada. Anambia sawa mwanangu. Miaka 5 ya wokovu, Bwana Yesu apewe sifa, bado unagawa namba. Ni nzuri, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kanisa litakuwaje kama sio kupitia wewe? Inabidi wakikushirikisha uambie shaka tosaya, repo, rikata. Watu waanze kupona kwanza, waambie lakini fulani umenitapisha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati naongea na wewe kwenye simu nilikuwa natapika. Unaambia ndio, sasa njoo Jumapili kwa sababu kuna assignment
kama mimi siziwezi. Lakini hauja attempt hata assignment moja. Sasa msiache kuwapa watu namba. Bwana Yesu asifiwe. Msiache kuwapa watu namba, wapeni. Amina. Uinjilisti wako ni mzuri sana, kwamba mtumishi wangu yuko vizuri, Bwana Yesu ape sifa. Unagawa namba, watu wanakuja wanaombewa. Lakini at least when you are 2 years in Jesus, unatakiwa ufike hatua uweze sasa, watu wakifika nyumbani uwaambie, hebu tuzunguke hapa tuimbe nyimbo ya kuabudu moja. Mnaimba damu ya Yesu inanena mema, rafiki yako analipuka pepo. Bwana Yesu asifiwe. Watu watamwamini Mungu aliye ndani yako. Christians who are not growing as slaves, Bwana Yesu ape sifa. Watakatifu nikwambie, kwenye haya maisha ukiwa na nguvu ndio kuna vitu utapata. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Ukideny power umesubmit kwenye slavery. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake you need to adopt the power of God from the altar to your house, from your house to the generation. Bwana Yesu ape sifa. Maana yake tukitoka hapa una uwezo wa kuwaita marafiki zako ukamwambia zungukeni hapa tuombe. Ukaomba, watu wakamwambia wakati unaomba nilikuwa nasikia kupiga kelele. Naomba kila jioni niwe nakuja kuomba kwako. Nyumba yako ikageuka fellowship. Kanisa, hii injili inaeleweka. Hii injili inaeleweka. God is good all the times. Tusimame.